Movie inaanza. Mwamba anampiga kofi mhudumu kwenye makalio. Mhudumu anaona puzi gani huu? Anaweka sahani mezani na kumtia kibao. Hivi umechanganyikiwa? Hiyo mara yako ya mwanzo na ya mwisho kunipiga makalio. Unanipiga kofi. Mara nyingine ukirudia, nitahakikisha unajutia maisha yako yote. Umechanganyikiwa nini? Bosi akauliza kuna nini kinaendelea? Madam, unawezaje kuajiri chizi kwenye mgahawa wako? Mimi sio chizi, wewe ndio chizi. Nilikuwa naongea na huyu msichana, alafu akanipiga kofi. Ndio nitakupiga tena. Ozamaka umempiga kibao mteja wangu. Umefanya nini Ozamaka? Hivi una matatizo gani? Eti sababu nimwambia nataka kumuoa ni mzuri. Madam amenishika makalio yangu na amesema nikalale naye. Kwa hiyo ndio nini? Kuna tatizo gani hapo? Kuna shida gani kama atashika makalio yako na kuyabinya binya? Kwani utabadilika? Kwani huo uzuri wako ni wa nini? Kwani nimekuleta hapa uzunguke tu? Wajibu wako ni kuhakikisha unawajali wateja wangu na kuwapatia chochote wanachotaka. Hivi una matatizo gani Ozamaka? Sina kuuliza. Kwani wewe ni bikra? Na kuuliza wewe ni bikra? Nijibu. Madamu, hii sio sawa. Wewe ulitakaje? Madam, nimekasirika sana. Tafadhali mteja wangu nisamee mimi. Ozamaka, nishakwambia kabla, kama hutaki kufanya kazi katika hili eneo, paki vitu vyako na uondoke. Sitaki uwapoteze wateja wangu hapa. Kuna sababu ndio maana wapo hapa. Tafadhali, unaweza kuondoka. Madam, it's okay, usijali. Umezidi sana upuuzi. Hebu muombe msamaha sasa hivi. Madam, sasa hivi nadhani umenisikia. Au unataka niongelee makalio ndio uweze kunielewa? Muombe msamaha Ozamaka sasa hivi. Anastahili msamaha sasa hivi kabla sijakufukuza. Ozamaka akachoka kwa ujeuri, akasema samani na kuondoka zake. Bosi akaomba msamaha kwamba alitojitokeza tena. Ikabidi Phil na Henry waondoke tu. Wakiwa kwenye gari, Phil anamwambia mwenzake, yale makalio ya yule mhudumu ni hatari. Sijapata kuona. Ana makalio laini. Sipati picha ipo kitandani. Ananipa utamu. Mwenzake akamwambia Philip, yale yote uliyofanya hayakuwa na ulazima. Umejivunjia heshima. Kesho yake babake Philip kama kawaida yake huwa anakula kwenye mgawa na uhudumia Ozamaka. Baada ya kumletea toothstick, akamwambia, mzee, umenizidishia hela ya chakula. Akamwambia, hiyo ni ya kwako kwa kuweza kunihudumia vizuri. Akamwambia, asante mzee, umekuwa mwema sana tangu nilipoanza kula chakula hapa. Nashukuru sana mzee. Mzee akamuuliza, naomba nikuulize, una muda gani toka uanze kufanya kazi hapa? Akaanza kuhesabu kwa kichwa na vidole na kumwambia, miezi 7 mzee. Na kiasi gani umekuwa ukilipwa? Samani kama nitakuwa nimekukwaza. Hapana, hujanikwaza kuniuliza. Nimekuwa nikilipwa na hela 2.5 kwa mwezi. Mzee akamuuliza, vipi kama nikikulipa mara 3 ya mshahara unaolipwa na ukaje nyumbani kwangu kwa ajili ya kunipikia na kunifanyia usafi? Ozamaka akasema, wao, asante, nimekubali, nitakuja kufanya kazi, huku akiangalia kama bosi wake anamsikia na kumwambia, asante sana mzee, Mungu akubariki. Kisha mzee akatoa business card na kumpatia Ozamaka. Ozamaka akaibana kwenye tight ya mapajani, akaondoka akiwa na furaha kwa ofa aliyompatia mzee. Kesho yake Ozamaka akaenda kwa mzee na kugonga geti. Mlinzi akatoka akamuuliza, mbona unagonga geti kwa nguvu? Unataka kulivunja au? Nisamee kwa hilo. Asante. Haya, niambie ulikuwa unamtafuta nani? Mimi naitwa Ozamaka, nipo hapa kumuona chifu. Chifu anaishi humu? Ndiyo, adresi ilikuwa inaelekeza hapa. Una uhakika? Basi subiri na kuja. Kaa hapo hapo, usiende popote. Mlinzi akaingia ndani na kumsalimia mzee, kisha akamwambia, kuna mwanamke nje anakuhitaji. Mwanamke? Mwambie aingie. Mlinzi akafungua geti na kumwambia, kumbe mgeni wa chifu, samani sana, unaweza kuingia. Lakini kabla kuingia ndani, naomba nikwambie kitu cha msingi sana. Humu ndani hakuna chakula ila kama paradise. Naomba uzingatie masuala ya msosi. Na kumpokea begi na kumkaribisha ndani. Walipoingia ndani, akamsalimia mzee, good afternoon mzee. Ujambo? Sijambo. Natumai hujapata shida kufika hapa? Ndiyo mzee. Akamwambia mlinzi, unaweza kwenda sasa. Baada ya kuondoka mlinzi, Ozamaka akamwambia, mzee, una nyumba nzuri sana. Asante. Akamwita Ozo, karibu kwenye nyumba yangu. Asante mzee, nataka ujisikie huru na ufanye kazi zako kwa utulivu. Asante mzee, nipo mimi na mtoto wangu wa pekee. Mke wangu alishafariki. Pole sana mzee. Na kingine cha zaidi, nampenda mtoto wangu sana, lakini ni msumbufu sana. Natumai utajifunza kuishi naye na kuamini na unapenda kazi yako. Ndiyo mzee, usijali kuhusu hilo. Kwa mara nyingine, asante sana kwa upendeleo wa kufanya kazi na wewe. Karibu sana, chumba chako ni hiki nyuma yangu. Akaingia kwenye chumba chake na kuanza kufanya kazi alizotakiwa kufanya. Akaanza kufanya usafi kwenye TV na showcase. Wakati anafanya usafi, Filipo akawa anatokea juu kwenye chumba chake. Akashangaa mkao wa mfanyakazi alivyokuwa anafanya usafi. Akujua ni nani, akamsogelea taratibu na kumpiga kofi kwenye makalio. Ozamaka akanyanyuka akashangaa, ni wewe? Unafanya nini hapa? Ozamaka akamsalimia, good morning sir, ni mhudumu mpya wa chakula na usafi. Mhudumu mpya wa chakula na usafi?
Akacheka akamwambia inavutia sana. Hivi ulifikiria kama tunaweza kuonana tena? Akamwambia sawa, samahani kwa yote yaliyotokea tulipokutana. Haikuwa dhamira yangu, nilipanic. Ulipanic? Ndiyo. Kwa hiyo sasa ndio unajua kama ulipanic. Na kucheka sana. Basi sawa, kiuhalisia mimi ni mtu wa kawaida sana na msamaha wako umepokelewa. Asante saa, lakini na sharti moja. Uzumaka akashangaa na kumuuliza, sharti gani hilo? Relax, utaki kuogopa. Ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kuniruhusu nikupige kofi tena kwenye makalio na kujilamba kama Baltazari vile. Ninachohisi una makalio laini sana. Natamani kuguse tena. Akawa anamsogelea Uzumaka ili ambinye makalio. Uzumaka akawa anaondoka, akamsindikiza na kofi la kwenye makalio huku akimwangalia kwa kumtamani. Philip akacheka akajiuliza, huyu mhudumu mbona ana makalio laini sana? Kisha Philip akamfuata baba yake na kumsalimia. Nzuri mwanangu, vipi, mbona umeamka mapema? Mara nyingi umechelewa na ukuniomba chochote. Je, unataka kiasi gani? Ni kuhusiana na mhudumu. Amefanyeje? Yule sijakuletea wewe, simuhitaji. Mzee akacheka akamwambia, sijamwajiri ili wewe umpende, yupo hapa kwa ajili ya kazi. Nilikutana naye siku kadhaa zilizopita kwenye mgahawa, alinisumbua sana na alinipiga kofi. Mzee akacheka akamwambia, Uzumaka hawezi kukufanyia fujo na kukupiga, lazima kuna kitu ulimfanyia. Kwa hiyo unamuunga mkono mgeni kuliko mwanao kwa sababu unajua tabia yako mwanangu. Philip akamwangalia baba yake na kuamua kuondoka zake. Wakati anakula na baba yake, Philip alipoonja chakula akakitema. Aina gani ya chakula hiki? Ozo, namsa. Uzumaka akaja haraka akamuuliza, ni uchafu gani umepika huu? Unataka kutua au? Samahani saa. Samahani kwa upuzi. Mwanangu, tatizo ni nini? Baba, hiki chakula ni kibaya. Chumvi nyingi na mapilipili kibao. Baba, usile. Ni kibaya, utaumwa tumbo. Mzee akaonja. Alipoonja akawambia, mwanangu, mbona chakula kizuri tu, chumvi na pilipili hazijazidi. Kwa hiyo unataka kusema ninadanganya? Sijui ladha ya chakula kilivyo. Mzee akasema, hiki chakula ni kizuri. Basi sawa, furahia hicho chakula. Philip akanyanyuka bila kula na kutaka kuondoka zake. Uzumaka akamwambia, samahani, naweza kukuandalia chakula kingine? Lazima kichwani kwako kutakuwa na uchizi, na kuondoka zake. Mzee akamwambia Uzumaka, chakula ni kizuri sana. Uzumaka akamshukuru mzee. Wakati anaosha vyombo jikoni Uzumaka, Philip akatokea akamsalimia, good afternoon saa, habari za mchana sio nzuri, kiko wapi chakula changu? Saa, chakula? Hapana, maji. Nahitaji chakula changu sasa hivi. Saa, nimejaribu kuondoa chumvi iliyozidi na pilipili. Utakuwa mpumbavu kama unafikiri na kutania. Okay sawa, na kutayarishia chakula, ufanye haraka. Kumbe Philip njaa inamuuma, alikuwa anajikosha tu. Kesho yake babake Philip alikuwa anaondoka akamwambia, nataka uwe mwangalifu na nyumba, nitasafiri kwa siku 4 na mimi nyumba itakuwa salama na utaijali. Akamwita Uzumaka na kumwambia, mimi nasafiri, kama kutakuwa na shida yoyote utaongea na mwanangu. Sawa mzee, na kumtakia safari njema. Baada ya mzee wake kuondoka, akapiga simu kwa mademu zake na kuambia, jiandaeni, leo kutakuwa na house party nyumbani. Muda wa party ulipokaribia, Philip akaingia chumbani kwa Uzumaka bila kugonga hodi. Ozo akashtuka, unafanya nini? Sifanye kitu, nimepumzika tu, nimepumzisha kichwa changu kinaniuma. Oh, kichwa kinauma? Hebu nipe sababu moja kwa nini unapumzika. Nimemaliza kazi zangu zote ndio maana nimepumzika. Una uhakika? Nani nikakwambia? Hebu nyanyuka huko. Sikiliza, nina house party usiku, hivyo uwepo wako unahitajika. Asante sana bosi, ila mambo ya party mimi siyawezi. Kwani nani kakualika wewe kwenye house party? Hivi unajielewa wewe? Nisamee bosi, hapa party ni moja ya kazi yako. Unasema? Hebu nyanyuka kafanye kazi. Ikabidi Uzumaka nyanyuke na kumwomba msamaha na kuvaa nguo yake ya kazi kwa ajili ya kwanza kuihudumia party. Baada ya party, Uzumaka ikabidi aingie sebuleni kwa ajili ya kufanya usafi. Akawa anajisemea mwenyewe, huyu ni mwanaume au mvulana? Kila siku anaanza party. Hataki kufanya kazi yoyote. Kazi yake kutumia pesa baba yake na kutumia na wanawake wapumbavu. Wanamtikisia makalio, kazi yake kuwashikashika tu. Natamani angekuwa kama baba yake. Baba yake ni mtu mzuri, yeye mapombe tu na wanawake. Hata sijui naanzia wapi kufanya usafi. Asubuhi Uzumaka akawa anafanya usafi sebuleni. Philip naye akawa anaingia sebuleni. Ghafla akakutana na makalio ya Uzumaka akifanya usafi. Ikabidi amwangalie kwa makini, kisha akamfuata mpaka alipo. Uzumaka akamuuliza, je, kuna kitu chochote nikusaidie? Philip akawa anamwangalia tu na kumuuliza, je, ni nguo hizi tu ndo unaona zinakufaa au? Akamwambia, sijakuelewa saa, najua wewe sio kiziwi, lakini unapenda kucheza na akili yangu. Je, unajisikia vizuri kuvaa nguo hizo? Ndiyo, najisikia vizuri saa, hizi ni nguo za kazi na najisikia vizuri nikizivaa na kuendelea kufanya kazi. Akamwambia, acha kufanya hiyo kazi, simama katikati, njoo usimame hapa kati. Uzumaka akasogea na kusimama katikati huku akimwangalia. Geuka nyuma. Unasema? Geuka nyuma. Uzumaka akageuka haraka akamwambia, nusu duara. Sijakuelewa. Geuka hatua 2. Uzumaka akageuka hatua 1.5. Akamwambia, malizia hiyo hatua. Uzumaka akamalizia hatua, makalio yakawa yanaonekana vizuri. Shikilia sketi yako na uibane kwenye mwili. Unasema? Hebu fanya nilichokwambia mara moja. Uzumaka ikabidi ashikilie sketi na kuibana kidogo. Akamwambia, ibane zaidi. Uzumaka akaibana vizuri ili aone anachotaka kukiona. Akamwambia, ruka mara 3. Uzumaka akashangaa, saa, ruka? Mimi sijui jinsi ya kuruka. Ruka. Ikabidi Uzumaka aruke mara 3. 1, 2,
3. Mwamba akasema mama, akasogea kidogo na kuinama ili aweze kuona mzigo vizuri. Akasema Mungu wangu, Mungu ibariki Afrika. Akawa anaangalia vizuri na kutaka kuushika na kumwambia umebarikiwa sana. Akitaka kumshika Uzumaka anarudi nyuma, anamwambia relax, hichi ulicho nacho ni amazing, naomba niogelee, nizame, nisikilize, nimejaliwa sana katikati ya miguu yangu, kama nikiingia katikati ya mwili wako na hapa kwa Mungu utalisahau jina lako, hebu niguse kidogo. Sawa, usiponiheshimu ujue huu ni unyanyasaji wa kijinsia. Nyamaza huko. Eti unyanyasaji? Kwani nimekushika? Najaribu kukusaidia. Umesema huna mwanaume, huna boyfriend, huo upili unaupeleka wapi? Najaribu kukusaidia. Filipi akamwangalia na kumwambia geuka tena, nipatie iko chakula, unatakiwa usafishe injini, umenielewa? Mimi sitaki hayo mambo. Nisikize, nataka kupa utamu ambao hujawahi kupata katika maisha yako. Nataka ulijue vizuri jina langu. Kama nilivyosema, I'm not interested. Mwamba akawa anataka kumshika makalio, Uzumaka akawa anamkwepa. Haya, kimbia. Safi sana, safi sana, napenda unavyokimbia, maana naona unavyoatikisa hayo makalio. Uzumaka akapata upenyo akakimbia. Baadaye Philip yuko na rafiki yake wanaongea. Uzumaka akaja sebuleni na kuwasalimia na kumwambia ninaenda sokoni, nataka kujua kama kuna chochote cha pekee utahitaji nikuletee. Kwa hiyo unaenda sokoni ukiwa umevaa hivyo kama hivyo? Akajiangalia, uone kama unajaibisha, kwani kuna tatizo gani nilivyovaa hivi? Sawa, hii ndio nguo niliyokuwa nayo na naipenda kuivaa. Eti ngenge. Nashindwa kuelewa, una vitu vya thamani kwenye nguo yako, hata kama utaki kunipa mimi, wape basi hata watu wengine wa enjoy, lionyeshe, sio unalificha tu. Unanichosha kwa kweli, hebu nenda huko. Uzumaka akawa anaondoka. Hebu mwangalia na bonge la big nyasi, alafu analibana tu. Mshikaji wake akamuuliza Phil, yule ni yule dada wa kule mgawani? Ndio yeye. Kwa hiyo huyu mshana mnaishi wote hapa? Ndio. Rafiki yake akacheka sana. Baadaye Uzumaka akamletea Philip chakula chumbani kwake na kumwambia chakula chako hiki hapa na kutaka kuondoka. Nani kakwambia uondoke? Samahani saa. Akamwambia nimepokea msamaha wako kwa sababu leo nipo kwenye mudi nzuri. Asante saa, ila kwa sharti moja. Uzumaka akawa na wasiwasi. Fanya kwa ajili yangu, usijali, sio kitu kigumu. Sawa, nitafanya. Twiki kwa ajili yangu? Unasema twiki for me? Kiukweli sijui kufanya hivyo saa. Kwa hiyo hujui kucheza na hujawahi kwenda club? Sijui saa. Basi sawa, nitakufundisha. Philip akanyanyuka kisha akashika kitanda na kuanza kutwek. You twek 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 your body twek. Haya, fanya. Uzumaka akamwambia samani, sitoweza kucheza, ni kinyume cha maadili yetu. Akamwambia chukua tango hapo. Uzumaka akachukua tango na kulishika. Philip akamwambia kula. Unasema kula hilo tango? Lakini saa silipendi. Nimesema kula. Uzumaka kainama na kuchukua kisu ili alikate. Nimekwambia kula. Ndio, nataka nilikate kwanza. Nimekwambia kula bila kukata. Uzumaka kalishikilia tango na kulipeleka mdomoni na kuling'ata kipande. Philip akamwangalia kisha akamwambia kula tena. Uzumaka kalichukua tango na kulipeleka mdomoni na kuling'ata tena. Safi sana. Uzumaka kaling'ata kwa nguvu. Wewe ni chize, hebu kula taratibu. Uzumaka akakasirika, akara taratibu, akang'ata tena kwa nguvu. Hivyo una matatizo? Napenda kula haraka saa. Kula tena taratibu. Uzumaka kalipeka tango mdomoni na kuling'ata taratibu. Oh, it's a good. Umeng'ata vizuri. Mara Uzumaka akang'ata tena kwa nguvu. Wewe. Baada ya siku 4 kupita, mzee akarudi. Uzumaka akamfuata na kumsalimia. Akamuuliza unaendeleaje? I'm not fine saa. Na kuheshimu, ila nimechoka kufanya kazi hapa. Nataka kuacha kazi. Mzee akamwambia mwanangu, tafadhali naomba kaa kwanza. Alipokaa akamuuliza nini tatizo? Mzee, uliponiomba kuja kufanya kazi hapa nilishukuru, nikajua ni nafasi ya kuondokana na manyanyaso niliokuwa napata mgawani na kuweza kupata maisha mazuri hapa. Naheshimu msaada wako na kunijali tangu nilipofika hapa, lakini chuki na kutoniheshimu mtoto wako siwezi hata kuelezea. Mzee akachoka. Kikweli siwezi kuendelea kufanya kazi hapa. Mzee akamwambia namuelewa mwanangu, ni ngumu sana kuishi naye na naheshimu mchango wako toka ulipokuja hapa. Mzee, nadhani umjui vizuri mwanao. Juzi karudi kutoka klabu saa 8 za usiku, akaniamsha na kuniomba nimpikie ubwabwa maharage. Nikaenda jikoni na kuanza kumtengenezea chakula. Nilipomletea akaniambia hana appetite ya kula. Kisha akaniambia nimtengenezee juisi ya machungwa. Nimekamua machungwa na kumtengenezea, na mletea akafunga mlango. Nimegonga sana, hakufungua mlango na kujifanya amelala. Kikweli naishi maisha hapa ya usumbufu, ndio maana nataka niondoke. Nataka niondoke kwa sababu ya afya yangu ya akili, maana nimechoka. Uzumaka, samahani sana na kuahidi nitaongea naye na uhakika ataacha. Mzee, napenda sana kufanya kazi na wewe, lakini mwanao msumbufu. Huwezi amini, kuna siku nitaka nile tango mbele yake. Anataka nile tango kama namnyonya. Nini? Ndio. Mzee akuamini alichosikia. Muda wote ananisumbua tu, anataka kunishika. Mzee, nafikiri sasa inatosha kuendelea kufanya kazi hapa. Mzee akasema sijui, ila nakuahidi kama nilivyosema nitaongea naye. Nafurahi uwepo wako hapa, hata ukitaka niongeze mshahara nitakuongezea. Nakuahidi nitaongea naye na ataacha. Mwisho Uzumaka akamkubalia
mzee na kuendelea kufanya kazi. Kesho yake Phil na rafiki yake wanarudi nyumbani, akashangaa kumwona Uzumaka akiwa na mwanaume ameshikana mikono. Rafiki akamwambia, mbona sikuelewi? Ina maana ulizani kama hawezi kuwa na mwanaume katika maisha yake? Ujue yule ni mwanamke kabeba bara zima la Afrika chini ya kiuno chake, alafu anatoka na yule boya kweli? Phil inabidi ukubali, yule ndio chaguo lake. Alipofika getini akashuka na kumuuliza Uzumaka, kwa hiyo umemleta mwanaume mpaka nyumbani, una maana gani? Sikuelewi unazungumzia nini? Ujui ninachozungumzia? Yule mwanaume uliyekuwa unatembea naye ni nani? Kumbe na muonekano wote wa kishamba, kumbe una boyfriend. Boyfriend no man friend. Hebu niangalie, nishakwambia njoo kwangu, njoo kwa papi. Una mwili mzuri wa Kiafrika, niruhusu nikutunze, nikutengeneze, niwekeze hela kwenye mwili wako. Ukiwa na pesa huwezi kuvaa kama hivi. Unasema kwa hiyo unahisi hakuna mtu atanipenda hivi? Ushanisikia. Basi kama ujui, yule mwanaume ulioniona naye ananipenda, ananijali, amenikubali nilivyo, nami nampenda. Ndiyo, ni mwanaume mzuri, sio kama wewe usiyejitambua, muda wote unawaza makalio tu na kubadilisha wanawake. Utanisamehe na kuingia ndani. Umemsikia anavyosema? Mimi nafikiri kakujibu majibu unayostahili. Ndiza akamuuliza, nifungue geti? Usipofungua hilo geti nitakupiga makofi, mpumbavu wewe. Samahani bosi. Wakati Uzumaka ipo jikoni anachambua spinachi, Philip akaingia na kwenda kwenye friji na kuchukua maji. Wakati anarudi akasimama na kumsogelea Uzumaka na kumwambia, nataka kuuliza swali. Uzumaka akamwambia, niulize. Je, kuna ukweli wote ulivyonijibu ule muda? Kuhusu nini? Wewe kuwa na boyfriend. Kwani niliwahi kuambia mimi bikra? Kwa hiyo ulikuwa unajua hakuna mwanaume aliyenibandua? Kama unataka kujua, yule ni boyfriend wangu, na kitu kizuri zaidi, nampenda. Unajua nini? Ananifanya niwe na furaha. Najisikia raha sana kuwa naye. Siwezi kuvutiwa na mwanaume ambaye hawaheshimu wanawake. Philip akacheka sana na kuondoka zake. Baadaye akawa anaongea na rafiki yake. Nakubaliana na wewe, ni msichana mzuri. Nashukuru kama umenielewa. Lakini tatizo lake anaficha sana maumbile yake. Sikiliza, vile ndio vitu vyake anavyomiliki. Nizani biga kwa sababu hakuna mwanaume mwenye akili timamu anaweza kuvutiwa na yeye. Kumbe wakati wanazungumza, Uzumaka alikuwa anawasikiliza. Nafikiri unampenda Oza. Kumpenda? Philip akacheka. Hata niwe na upwili kiasi gani, siwezi kulala na yule msichana. Ngoja nikwambie kitu rafiki yangu, katika hii dunia sijaribu kusema kamwe haitotokea, okay? Na ukumbuke hii siku na utakuja kuniambia. Najua unampenda yule, labda kupiga na kusepa tu. Wewe usijaribu, ukipiga tu unazama mazima. Mimi ngoja nikuache, tutaonana baadaye. Siku inayofuata Uzumaka akawa anamsindikiza mpenzi wake. Walipotoka getini na Philip akawa anaingia, wakawa wanakumbatiana. Philip akaendesha gari faster na kutaka kuwagonga. Wakiwa sebuleni na mzee anamuuliza, kwa hiyo una malengo ya kuwa na mwanamke kuhudumia wala girlfriend? Mimi bado nipo sana. Mzee anamuuliza, kwani una matatizo gani mwanangu? Uzumaka wakati anataka kuondoka, mzee akamwita, Uzumaka, uko sawa? Niko sawa tu mzee, sijakuona muda mrefu, sura yako ikiwa na furaha, lakini sasa una furaha na una smile. Kweli mzee, nina furaha. Haya, mwambie kwa nini una furaha. Niambie Ozo. Mwambie dadi mpishi wako unampenda na furaha kwa sababu kwa sasa ana boyfriend. Mzee, ngoja nikuelezee. Uko serious? Basi ni vyema, nimefurahi kusikia hivyo. Kweli umefurahi? Ndiyo, natamani nimuone. Nashukuru mzee. Tatizo lako nini kijana? Uzumaka, naomba uwe makini. Natumai mwanaume ni mzuri. Ndiyo mzee, ni mwanaume mzuri, msikivu na anajituma. Nani kakuuliza? Unajua nini? Natamani siku moja umlete nyumbani nikutane naye. Sawa mzee. Mbona siwaelewi? Tatizo nini kijana? Atapoleta mimba hapa, mimi sitaki kushirikishwa kwa chochote. Hiyo sio kazi yako. Philip akanyanyuka na kuondoka zake. Kesho yake Philip anatoka ndani, mchumba wa Uzumaka anaingia na kumsalimia, good afternoon. Wewe ni nani? Sina kuita njoo hapa. Wewe nani? Naitwa Freddy. Bila shaka wewe ni Phil, si ndio? Nikusaidie nini? Nashukuru kukutana na wewe. Nipo hapa kwa mwaliko wa baba yako kwa ajili ya kumwona mchumba wangu ambaye ni Uzumaka. Oh, nakukumbuka. Unakumbuka eh? Kwa hiyo umeniona mpumbavu. Hujaona wasichana wengine wakuwa mwanamke wako isipokuwa Ozo. Okay, anyway, mnaendana kwa sababu level yenu ni sawa. Halo, samani. Unawezaje kunitukana mimi na mwanamke wangu? Ila sikulaumu kwa sababu ujielewe wewe ni nani na kuingia ndani. Baada ya muda Phil akaingia wakati mzee anaongea na Alfred, mchumba wake Uzumaka. Mzee akamuuliza, uliniambia unaenda cleaning. Nimebadilisha mawazo. Mzee, nilikutana naye hapo nje wakati naingia. Oh, nice to meet you again. Phil kauchubua tu. Mzee, ningependa nikuache kwa sasa. Mbona haraka sana? Kuna mtu anatakiwa nikutane naye, ni wa muhimu sana. Mzee akamwita Uzumaka. Alipokuja akamwambia, mchumba wako anaondoka. Mzee, samahani, naweza nikamsindikiza? Why not? Unaweza kumsindikiza. Uzumaka akamshika mkono mchumba wake na kunyanyuka na kumsindikiza, huku mchumba wake akimpiga mabusu. Mzee anasema, kweli mapenzi matamu. Dadi, mbona sio sawa? Unamruhusu amlete mwanaume nyumbani? Kwani kuna tatizo gani? Mzee akacheka na kusema, nahisi una wivu. Wivu kwa nani? Kwa hayo maisha ya kimaskini?
lakini katika maisha yako yote nimegundua una hisia na huyu msichana. Mzee acha kuongea upuuzi huo. Baada ya siku kadhaa kupita, Uzumaki akamwomba favor Phil kwamba kuna party ya marafiki zake usiku atatoka, hivyo kama kuna kazi yoyote anahitaji afanyiwe amwambie ifanye kabla hajaondoka. Phil akamtazama akamwambia, hakuna kutoka. Toka lini umeanza kwenda kwenye party? Yaani mimi niende kwenye party na wewe uende kwenye party kama nani? Baadaye ipo sebuleni na mzee wake. Uzumaki anatoka chumbani akiwa amependeza. Mzee alipomwona akamsifia, oh wow. Phil akageuka kumwangalia, you look beautiful. Asante mzee. Phil akawa anamtazama juu mpaka chini. Daddy, anaenda wapi huyo? Aliniambia anaenda kwenye birthday ya marafiki zake. Nadhani nilikwambia hakuna kwenda popote. Kwa nini? Je, kuna yeyote huwa anakukataza wewe kwenda kwenye party? Daddy, hii sio sawa. Inawezekanaje na yeye akawa na maamuzi kwenye hii nyumba? Huyu ni msichana mzuri na yeye anastahili akafurahie maisha. Ozo, ndiyo mzee. Kuwa makini na ujilinde na usichelewe kurudi. Ozo akaondoka huku akilitikisa nyasi, Phil akilimezea mate. Usiku Filipo akulala akawa anajiuliza, huyu mwanamke mpaka sasa hivi hajarudi, anafanya nini huko kwenye party? Mara mlango kagongwa. Phil akaenda kufungua. Alipofungua akashangaa kumwona Uzumaki anakokotwa na mpenzi wake. Akawauliza, ina maana gani? Afredi akamkokota mpenzi wake na kumkalisha kwenye kochi. Akamuuliza, kimetokea nini? Amekunywa? Ndiyo, amekunywa kupita kiasi, ila atakuwa sawa. Nionyeshe chumba anacholala nimpeleke. Umpeleke chumba gani? Hicho chumba babako alikijenga? Una matatizo gani? Ni aina gani mwanaume unayeruhusu mwanamke alewe hivi? Kwa hiyo unataka asifurahie maisha? Swali gani la kipuzi unaniuliza? Phil akamwambia, ondoka zako. Kama nikihesabu mpaka 3 nikikuona hapa nitakuumiza. Afredi kabidi amwage mpenzi wake. Uzumaki akawa anamshika mikono asiondoke. Jamani baby, ni chumu kwanza, naomba usiondoke, baki nami. Phil akaona upuzi akamfukuza na kumtoa nje. Baada ya kufunga mlango, Uzumaki akamwambia, amtaka baby wangu nikalale naye. Phil akakasirika na kumwingiza ndani kulala. Asubuhi Phil akamwita Ozo. Alipokuja akamuuliza, una maana gani ulichofanya jana usiku? Samahani, sielewi unazungumza nini. Uelewi nini wakati umerudi nyumbani umelewa? Samahani saa, haikuwa dhamira yangu. Haikuwa dhamira yako? Hivi una matatizo gani? Una hang out na yule maskini? Aina gani ya mwanaume anayeshindwa kucontrol? Samahani saa, haitojirudia. Usiniombe tena msamaha, hebu toka mbele ya macho yangu. Uzumaki akawa anaondoka. Alipoona mzigo akamwambia, rudi hapa. Uzumaki akarudi taratibu. Akamuuliza, kwani una kitu gani cha pekee? Kwani unanifanya nikuone wa pekee? Akajiangalia, kwani huwezi kuongea? Hebu toka mbele yangu. Akawa anaondoka. Akamwita tena, Ozo, hebu njoo hapa. Ozo akachoka, ikabidi arudi tu. Hivi unajua mimi ni nani? Nafikiri unatakiwa ufanye research ya kujua unaishi na nani. Unaishi na mtoto wa chief. Nina marafiki matajiri na ndugu matajiri. Hebu nipe sababu ya kunisumbua. Nina master pilot, nina madokta, maengineer na ninalala na mtoto wa rais. Kwa nini wewe unakuwa mgumu kunielewa? Hebu nipe nafasi nikuhudumie, nikupe baraka nilizobarikiwa na Mungu. Kwa nini unakuwa mgumu? Saa, au tatizo pesa? Kama tatizo pesa, nitakununulia vidani vya dhahabu, nitakununulia gari. Hebu cheki nguo uliovaa, haina hadhi kabisa. Niruhusu nikuhudumie, nikununulie paint, jeans. Tazama apps zako hizi. Kubali nikuhudumie. Philip katia porojo nyingi. Akamwambia, nisingependa kukuvunjia heshima. Haunivutii. Ninaye boyfriend, ninampenda na ananipenda. Na kuondoka zake huku makalia akiatikisa. Usiku Phil akawa anapiga kelele. Come on. Yeah. Uzumaki aliposikia makelele ikabidi asogeze sikio mlangoni kusikia vizuri hizo kelele. Hapo. Uzumaki akagonga mlango. Nani wewe? Fanya taratibu saa, unawasumbua majirani. Phil akafungua. Kuna tatizo? Saa, naomba punguza sauti yako, kuna watu wamelala. Je, unataka kuamsha? Unawasumbua. Nani nawasumbua? Kama na wewe unataka njoo. Nini? Njoo na wewe ufurahie utamu. Baby, nisubiri kidogo, naomba upunguze sauti. Phil akafunga mlango na kuingia chumbani. Kumbe yupo peke yake. Akaanza makelele. Come on. Nyonya taratibu, una mwili mzuri baby. Ikabidi Uzumaki aondoke zake. Kesho yake Phil akamfuata Uzumaki chumbani kwake kwa upole na kumwambia, Uzumaki, nahitaji kuongea na wewe, unaweza kukaa tu? Uzumaki akakaa. Kitu gani unataka kuzungumza saa? Akamuuliza, kwa nini unanichukia? Uzumaki akakosa jibu. Kwa nini utaki kuwa na mtu kama mimi? Saa, hilo swali mbona sio lazima. Kwa nini? Kwa kuwa umesisitiza, nitakujibu sababu ya kutokuwa na wewe. Nahitaji mwanaume mwelevu na mwenye mapenzi ya dhati, mwanaume anayempenda Mungu, mwanaume mwenye heshima na anayejua majukumu yake, mwanaume mwenye dhamira ya kweli, mwanaume anayemheshimu mwanamke na kujiheshimu yeye mwenyewe. Sihitaji mwanaume kama wewe. Sihitaji asiyejua majukumu yake. Sio kwamba nakuvunjia heshima, ila wewe utimizi majukumu yako. Sijawahi kuona mwanaume kama wewe katika maisha yangu yote. Unachojua wewe ni kunywa, kuvuta sigara na kupati. Leo na mwanamke huyu, kesho mwingine, na wala ujali kama kuna magonjwa. Mwanaume ninayemhitaji sio lazima awe tajiri au akupati.
nahitaji aweze kujiheshimu mwenyewe kwanza, awe na utu na ubinadamu. Mwanaume wangu sio tajiri, lakini ananipenda na kuniheshimu, ananifanya nimpende sana. Ni bora kuliko wewe katika sababu zaidi ya milioni moja. Phil akawa mpole kama kamwagiwa na maji ya baridi. Nisamehe saa, ila kama siwezi kuwa na mwanaume mwenye tabia kama zako. Utanisamehe kwa hilo. Ni kama umenitukana, lakini usijali. Nisamehe saa kwa kujaribu kusema ukweli. Nimekuelewa, usijali. Asante kwa kuwa mkweli pia. Na kuondoka zake na kumwacha Uzumaka akimtazama tu. Siku zikapita, Phil akawa mtu mwema, akamwomba msamaha Uzumaka kwa yote aliyomfanyia. Uzumaka akamsamehe, akaenda kwa baba yake pia akamwomba msamaha na kuahidi atakuwa mtu mwema. Kuna siku Phil akaenda jikoni akamkuta Uzumaka akiosha vyombo, akamsogelea mpaka karibu. Uzumaka alipogeuka akakutana na macho ya Phil, wakabaki wanaangaliana. Phil akabonyea kidogo ili apate vizuri lips za Uzumaka na kuanza mambo ya kizungu. Ozo akashtuka na kujitoa mikononi mwa Phil, akashikwa mkono na kumwambia, kiukweli nakupenda tena sana. Uzumaka akajitoa na kuondoka zake. Phil akaanza kuwa karibu na Uzumaka, wakawa marafiki, jikoni wanapika wote na kufanya mambo kibao. Mwisho wa siku Phil akamwomba Uzumaka awe mpenzi wake mbele ya mzee, rafiki yake Harry na mlinzi. Uzumaka akamkubalia Phil awe mpenzi wake, wakaanza kupeana mambo ya kizungu. Na huo ndio mwisho wa hii movie inaitwa Lost in Love. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Freaks Awote.